Hakika siwezi kueleza kile kilichotokea hapa. Maana kilichotokea ni kwamba nimeenda kushuhudia mwili wa kijana wangu umelazwa katika City Mortuary. Jana walikuja maofisa wa polisi 6 muda wa saa 7 za mchana. Kama kijana wangu ametoka Ringa kuchukua miti ya kupanda. Kulikuwa kuna mvua. Ni msimu wa mvua. Sasa alipofika hapo, mama yake akampatia chakula hapo nje chini ya mti, na bibi yake akaenda hapo karibu na yeye na mtoto wake, watoto wangu na ndugu yangu wakawa wako na mimi na ndugu yangu mdogo hapo ndani ya nyumba. Baada ya muda ambao si mrefu tunaendelea kula, nikasikia ngurumo ya pikipiki inakuja. Kama kawaida yangu, mara nyingine huja wageni hapo. Mimi nikatoka nje kuwalaki wageni ambao wamekuja nyumbani. Nikaona kumbe hata si pikipiki moja, ya pili inafuata hiyo ya kwanza. Nikiangalia mbele ya boma huko, kule ambako tunatokea, nikaona pikipiki ya 3. Na kila pikipiki ilikuwa imebeba watu 2. Nilipoambia karibuni, nikawaambia hili ni boma langu. Alafu mmoja kati ya wale maofisa 6 akanivuta nyuma, kama wewe ndiye mwenye hili boma, basi tumekuja kumchukua huyo kijana. Yeye yuko na ugali amepewa na mama yake pamoja na sukuma wiki amepikiwa, anaendelea kula. Lakini ameshtuka kwa sababu ya watu wengi wamekuja hapo nyumbani. So akaniambia tumekuja kumchukua huyo kijana. Mimi ni afisa wa polisi. Akanionyesha kibandiko hapa kwenye kifua chake, katag kako hapo, na nikaridhika kuona kwamba basi kama amekuja kumchukua ni vyema, kwa sababu pengine kuna jambo ambalo si sawa ambayo imewafanya waje. Na wakajitambulisha kwamba wao wametoka DCI Nairobi. Kijana ametusi mkubwa wao, kwa hivyo wametuma kutoka Nairobi waje nyumbani kumchukua huyu mtoto. Kuna mwingine ambaye wamemchukua jana ambapo ni juzi sasa. Wamemchukua Kisii, wamemleta Nairobi, sasa alikuwa bado huyu. Na wamemtusi mkubwa namna gani? Mimi nilifikiria ni mkubwa wa nchi, na hakusema. Akasema kwamba basi mengine mengi wewe tufate Mawego police station, tutakueleza mengi. Mimi nikachukua pikipiki yangu, mdogo wangu akapanda, tukaenda mpaka huko. Tulipofika pale tukawapata wako huko. Tayari vile walifika walimpiga pingu yule kijana wangu. Pale alipokuwa anakula. Hata hakula, akawacha chakula. So wakaenda naye na hiyo pingu mpaka huko. Hata wakati akiweka sahihi kwa ajili ya simu yake waliochukua, walimwambia kwamba simu yako wewe utapata baada ya hii karatasi umepeana. Ilibidi wafungue hiyo pingu ndio awe na access ya kuweka sahihi yake kwa hiyo karatasi. Baada ya kuweka hiyo sahihi, wakarudi wakafunga pingu. Wakamchukua wakamweka ndani, wakaniambia ndani ya Subaru. Wakaniambia sasa wewe fuata kijana kesho huko Nairobi. Waliniambia wanaenda mazingira. Sikupata kuelewa vizuri maana si mkaaji wa Nairobi. So nilipofika kama saa 2 za usiku kuelekea saa 3, kijana tuliwasiliana. Akaniambia sasa si kule walikoelezea, ukija njoo Central Police Station ndiko ambako wananiweka. Na sasa jaribu kuongea na wale DCI, maana walitupatia namba zao za simu
ili waeleze ikiwezekana wao waweze kunipatia mahali ambapo naweza kupata hewa nzuri, sababu kidogo yuko na shida ya asma. Na si sana vile, mara nyingine hutokea. Sasa kasema nikajaribu kuongea na mmoja wale ambao nilipewa namba, hawakuitikia simu. Mimi saa 3 hiyo nikapanda gari. Nikafika hapa Nairobi saa 10:24 asubuhi. Kufika hapo ilikuwa ni usiku. Pia Central sipafahamu sababu mimi si mkaaji wa hapa. Kangojea kupambauke. Ulipokuwa asubuhi kufika saa 1 ilinipata mimi niko hapa police station. Nikajitambulisha kwa afisa wa polisi ambaye alikuwa kwa zamu. Nikajieleza kwa majina yangu. Nikamwambia kilichonileta kwamba nataka kumuona kijana. Kaniambia wewe subiri, bado ni asubuhi, tunapanga watu kwa ajili ya kufanya usafi ndani ya station. Nikawa na subira, nikakaa hapo kwenye bench. Kuelekea saa 2 nikarejea tena kwa madam ambaye alikuwa yuko hapo. Akaniambia wewe subiri, utahudumiwa bado. Nikakaa. Kuelekea saa 3 akaja afisa wa kiume akaniambia kwamba mzee, masaa haya bado tunashughulikia usafi wa ndani. Kwa hivyo wewe nenda ukanywe chai, urudi mida ya kama saa 4. Ukija utamuona huyo, utakubaliwa umuone huyo kijana. So niliporudi saa 4 nikakaa kwa bench. Muda si mrefu akatokea chaplain wa station hii pamoja na maafisa wale wa DCI wale waliomshika yule kijana kule nyumbani. Nilitambua wawili. Katika hao wawili kuna kijana mmoja rafiki ya huyo kijana wangu ambaye nilimpata pale na tulijuana tu hapo kwa station. Yeye ndiye akaniambia kwamba yeye amekuja kumuona Omondi. Pia hakujua habari za kwamba Omondi ameaga. Sasa chaplain huyo ndiye anatuambia basi njooni kwa OCS. Mimi nikiwa na matumaini ya kwamba nikifika hapo ataniruhusu nione kijana wangu. Nilipofika hapo ofisini kwa OCS tukajitambua. Yeye pia akatutambulisha kwa majina yake pamoja na huyo chaplain. Akatuelekeza kwamba basi yeye yuko na mkubwa wake ambao ni OCPD. Tuende huko kwenye ofisi ya OCPD kwa sababu ndiye mkubwa wake. Basi tukatii tukiwa pamoja na yule kijana na chaplain. Tulipoenda mpaka kwenye ofisi ya OCPD wakatukaribisha. Tukatambuana na maafisa wengine wa polisi ambao walikuwa hapo. So kile nilichosikia ambacho alikuwa ananiambia bwana OCPD ya kwamba habari ambayo tuko nayo si nzuri sana. Sasa hiyo habari si nzuri sana ndio ikanishtua. Nikaanza kutafakari habari za huko nyuma zile ambazo zinatokea kwenye vyombo vya habari wakati kwa wakati, kwamba vijana huwa mara nyingine wanaangamia. So hiyo ndio ilikuwa kwenye akili yangu. Hata nilipokuwa natoka nyumbani nilimfuata haraka kwa sababu hiyo ilikuweko kwenye akili yangu. Kijana wangu ni kijana mmoja, hakuna hata msichana kando yake. Nimemsomesha kwa tabu kwa miaka yote hiyo, around 20 years ambao nimekaa Pwani, eneo la Malindi kwa ajili ya kujaribu kustawisha maendeleo ya boma langu kupitia kwa huyo kijana, nikifanya uwekezaji kwa ajili ya kumsomesha huyo kijana. So matokeo ni kuuawa. Naweza niseme hivi kwa sababu alitoka nyumbani akiwa ni mzima. Lakini sasa nimeenda kuonyeshwa mwili. Matokeo ni huo mwili. Hayo ndio ningeweza kusema. Mengine ni kuhusiana na mahali palipofanyika ajali.
OCPD alitaka akanionyeshe awali masaa hayo ya asubuhi. Nikamwambia mimi siwezi kwenda peke yangu. Kijana yuko na familia yake ambaye ni mke wa kakangu yuko hapa Nairobi, na kuna na wengine. Kuna babangu mdogo pia niko naye hapa na wengine wengi. Na wakili pia niko naye ambaye nilimjulisha tokea jana ya kwamba tungekuja kutatua haya mambo. Niko na hata title deed ambayo nilikuwa nimejitayarisha nayo kwa mkoba wangu hapa, ili endapo kutakuwa na hitaji ya mambo ya dhamana tuweze kuzungumza na wakili kwa ajili ya kuweka dhamana. Na nilikuwa nimemjulisha kijana wangu hapo jana kuhusiana na swala hilo. So wakili nilimjulisha hapo jana, hata asubuhi tumewasiliana, ikiwa nia ni kwamba kuja tuzungumze ili tutatue, tuangalie ifikapo kesho Jumatatu tutaanza vipi. Lakini baadaye kujulishwa na huyo mkubwa wa polisi wa station hii kwamba kijana ameaga, nikamjulisha pia yeye. Sasa ni hivyo. Hivyo. Ni hivyo. Kijana kufikia mwezi wa 7 atakuwa na miaka 31. Amezaliwa mwezi wa 7 tena tarehe 7 1994. Labda mzee ulimuona akiwa na tabia za aina gani labda? Kijana, ushuhuda wangu na huyo kijana, yeye ndio anayeweka vitu vyangu. Malindi tumeishi muda mrefu, na hata vitu vyangu ambavyo niliviacha kidogo kwa ajili ya kujistiri kimaisha nilimwacha mkononi mwake, sababu alikuwa mwaminifu. Kijana hata tukiwa naye kwa boma sijawahi kusikia hata huko tulipokaa Malindi akizozana na mtu. Sijawahi kusikia hata hata swala la kesi kuenda police station, hata kuhusiana na mambo ya kitambulisho sijawahi kusikia kumhusu kwamba ameshikwa. Nasikitika kwamba amekuwa mhalifu wa kuwekewa pingu tokea nyumbani, tena mikono miwili, kufika station anawekwa kwenye rumu yake peke yake kama mamluki. Amefanya ujinai ama amevamia benki. Yote namwachia Mwenyezi Mungu.